If we have not done anything else, we have increased the number of people with some form of health insurance from 8 million to 22 million. Na bado tunataka ifike 30 million, 40 million, 45 million, 50 million, mpaka siku ile kila Mkenya atakuwa na kadi ya matibabu. Hii housing fund kidogo, ile fund tuna collect ya housing ndio tunajenga nayo affordable housing, subsidized housing that people can be able to afford. Na kuna zingine zinaitwa social housing ya wale kabisa hawana chochote. Kama wale watu walikuwa wanaishi pale Nairobi River wanakamatwa na maji ya mafuriko kila wakati kuna mvua, tukawaambia watoke kwa mto. Sasa hiyo housing fund ndio imejenga ile nyumba mliona, wataingia hapo badala ya kukaa kwa nyumba ya makaratasi kando ya mto na unalipa 3,000, na mwenye hiyo nyumba hako Lavington, hako Muthaiga, lakini wewe unaishi kwa mto kwa nyumba ya makaratasi unalipa hiyo tajiri 3,000. Wacha tutumie housing fund tujenge manyumba, wale watu maskini wanaishi kwa mto wakuje wachukue hiyo nyumba waendelee kulipa hiyo 3,000, ndio hiyo nyumba ikue yake baadaye. Na ni nyumba iko mzuri, iko na vyoo, iko na chumba cha kulala, iko na internet, iko na kila kitu. Na hiyo 3,000 rent walipe kwa housing fund ndio tujengee wananchi wengine manyumba. That's how you grow the country. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi, agenda ya kubadilisha Kenya tumeisongesha. Rais Kenyatta wa kwanza alifanya kazi yake siku ile. Wale walichukua baada yake walifanya kazi. Mzee Moi, mzee wetu Kibaki ambaye alitoka kaunti hii. Na tulikuwa tunaheshimu mzee Kibaki sana. He was a very, very organized leader. Na mimi nikiwa kijana, ile siasa kidogo mnaona nikipiga hii style nilitoa kwa mzee hayati Mwai Kibaki. Na mnajua alikuwa rafiki sana na watu ya Meru. Mko na hiyo habari watu ya Nyeri? Mnajua alikuwa na marafiki wengi huko Meru walimshikilia hata wakati watu wengi hawakuwa wanaamini Kibaki atakuwa rais. Sisi tuliamini zamani. Tema kana tema. Neugo kana tego. Si alikuwa na kina Daudi Mwiralia na kina Kiraito Murungi. Ya, na pale Embu kina Ndwega. Sisi tulikuwa watu ya DP. Hata wakati mlima ulikuwa pande hii sijui Ford asili sijui nini, sisi tulikuwa watu ya DP. So adwanyire mwena thire yetu. Mwena thire yetu. Tego kana tego. Kwa sababu sisi tulikuwa watu ya mzee Kibaki. Na alitufundisha siasa safi. Siasa organized. Pana tusi watu. Tukue na nidhamu, tusikizane. Siku ya kampeni itafika, watu watachagua viongozi. Mwenye anapata anashukuru Mungu. Mwenye anakosa angojee Mungu atamsaidia siku nyingine. Ama nyinyi mnataka siasa ya kupigania makelele na vita. So mzee Kibaki alifanya kazi yake. Uhuru Kenyatta rais mstaafu amefanya kazi yake. William Ruto is also doing his contribution. Kwa hivyo hii nchi yetu lazima tuishikilie, na sisi tunaamini ya kwamba uchumi wa mashinani ndio kipaumbele cha kuharakisha maendeleo ya taifa. So ukituona hapa siku ya leo, hatujakuja kutembea kama watalii. Tumekuja hapa kwa sababu kuna ahadi tulitoa. Tukasema ya kwamba kwa mfano tukasema wale hawana stima tutawekea. Vile tunavyoongea sasa, hii Nyeri County projects zile zinaendelea hapa Nyeri County za last mile za kuweka stima kwa nyumba ambazo hazina stima ni projects za 847 million ya kuunganisha familia 10,600 ambao bado hawana stima. Hao wabunge wenu wanajua
hiyo kazi inaendelea. Na PS, accounting officer, mwenye Rais Ruto ameambia asimamie budget ya stima Kenya mzima, anaitwa Alex Wachira, mtoto ya hapa Kieni. Kieni mtakosa stima kweli? So I want to assure you, the families that have no power today, you'll get it. Mheshimiwa, umesema umesongesha kidogo, imefika 66%. We want 95, 99, 100%. Kuna parts of Kenya that are behind in connectivity. We want to equalize the whole country. Hata hii Mount Kenya, there are parts of Mount Kenya, some constituencies, connectivity iko juu, ingine iko chini. Nilikuwa constituency moja pale Kiambu. In fact, Kiambu County is 97%. Lakini kuna zingine area kama Kieni, kama huko Mbere, Tharaka huko, iko chini. So Wachira, you have a job to do. Na sio Mount Kenya peke yake, Kenya mzima. Si namna hiyo? So we are, Rais ameamrisha hiyo pesa ya Nyeri iongezwe. Hiyo nimesema 847 million to connect 10,600 households. Rais amesema hiyo pesa iongezwe by 600 million. Mmenisikia? Ndio ifike roughly 1.5 billion to connect about 15,000 households. But already the 847 is already working. Upper Kieni constituency, out of the 847 in Kieni, 273 million worth of last mile projects is currently ongoing to connect an additional 2,755 households. Si umesikia naelewa mambo yenu? Umesikia nimefanya homework? So najua mahali kuna gap na mimi naenda kusukuma, and you have a very hard working member of parliament. I think if there is a definition of hard work, it is Mheshimiwa Wachira. Huyu mzee ako na bidii kabisa. Ako na bidii kabisa. Vile vile ni washukuru wale waheshimiwa wengine, lakini kabla sijawashukuru niseme barabara zetu zilikuwa zimekwama kwa sababu uchumi wetu ulikuwa na matatizo ambayo nimeeleza. Lakini kwa sababu uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kudhibitika, tumeanza sasa kufufua, kujenga na kukamilisha barabara zetu zilizokwama. Nilikuwa hapa sometimes back 3 months ago kwa sababu ya Endarasha, Charity, Watuka mpaka Bellevue. Kuna barabara kama hiyo? Mnajua hiyo barabara? Mimi nilikuwa pale, hiyo Endarasha, Charity, Watuka, kuteremka mpaka kule Bellevue. Iko na pesa, it's ongoing. I know the contractor had stopped because of the rains. Lakini sasa mvua imepungua, tutahakikisha kwamba amerudi, ameharakisha, na mimi nitarudi hapa kuangalia hiyo barabara. Mheshimiwa amesema anaomba maji. Tutafutie watu ya Kieni maji. Vile Mheshimiwa amesema, agenda ya kwanza maji, ya pili maji, ya tatu maji. Wangapi wako hapo kwa maji? Kunione kwa mkono. Very good. So Mheshimiwa na the other leaders, Mama Mukami, Mheshimiwa Senator wa Matinga, Mheshimiwa DMM, hata wewe ni kiongozi wa Nyeri. Bana shughulikia Nyeri town peke yake. Kwa sababu wakati uko unatafuta Ruringo Stadium, mnakujanga na hao waheshimiwa. Mheshimiwa Wambogo wa Othaya. This
tuko kuma huko Meru. Ni mwanyita Taita PS wa irrigation. For Kieni as a first priority. First priority itakuwa Kieni. Lakini hata wale wengine wanatoka other constituencies within Nyeri, sitakosa mambo kidogo yenu. Lakini first priority ni Kieni because it is the most needed, na ndio wameuliza maneno ya maji. Nyinyi mmesema mko na maji. Asante. So, hiyo mambo ya maji tuachie tungangane nayo. That's why I'm here. That's why nimefika hapa. Ndio nijue shida zenu, niende nikasuluhishe. Na hiyo ndio kazi ya kiongozi. Kazi ya kiongozi sio kusikiza ati mwananchi vile anasema, ukisikia analia, unalia kama mwananchi. Hapana. No. The work of a leader is to hear what the public is saying and going to get solutions, because that is why you are a leader. Tujui kama tunaelewana. Si nimesikia mashida yenu. So I cannot sit here and start crying with you. So hii mambo ya hiyo mumesikia vile nimesema. Na najua nyinyi ni watu werevu, mmeelewa. Sababu hatutaki kuingiza mambo mengi hapa. So nimesikia mambo ya maji, na pia mheshimiwa, I think in the same meeting I'll call the agriculture people. Minister Mutahi Kagwe is from here, Nyeri, isn't it? I'll also call the PS for livestock, Jonathan Mweke. I'll call the chairman of the Kenya Dairy Board, Ule Genasio. No, Dairy Board is called Embu Pale these days. Genasio Mugo, Kenya Dairy Board chairman. Na pia hiyo sekta ya maziwa. Mimi vile nimesikia mheshimiwa Washeni ameniambia, amesema Deputy Rais, enda utafute 550 million ya kuwekea Kieni Dairy ipate mtambo wa kufanya maziwa, fresh milk, long life milk ya UHT, yogurt, ghee, butter. Sio ndio mheshimiwa amesema? Niende nikatafute 550 million ya wakulima wa Kieni, nikatafute maji ya Kieni. Asante sana mheshimiwa. So you come, we will find a way, because we are in government and our job is to find solutions for our people. Nikimalizia niseme ya kwamba pia sisi watu hii timu yetu unatuona hapo, na tuko timu kubwa, watawasalamia sasa hivi. Tuko timu kubwa hapa. Hii timu yetu vile tuko, tunaamini ya kwamba ni lazima tusafiri na wananchi kila wakati, wakiwa na mashida, wakiwa na mema, wakiwa na huzuni, na tusiwe watu wa kungojea vile wanasiasa wengi wamezoea. Unaangojea siku ya kupiga ya campaign, siku ya kutafuta kura, ndio unakumbuka kuna mtu anaitwa bodaboda. Unaenda unamuita, unamvalisha reflector ya shilingi 50, anakusaidia kutafuta kura. Ukichaguliwa unapotea, unaangojea uchaguzi huo mwingine. Wengine wanatafuta mama mboga siku ya campaign, siku ya kuomba kura. Unamnunulia apron ya shilingi 100. Anaimba nyimbo hapo, anakusaidia kupata kura. Ukipata kura unapotea mpaka siku ya uchaguzi huo mwingine. Tumesema hiyo sio uongozi bora. Lazima kama tulikumbuka watu ya bodaboda na mama mboga siku ile ya campaign, hata saa hii ambapo hakuna campaign, hakuna uchaguzi, lazima tusimame na hao watu wetu. And that's why we are here, because we want to support them. Vijana wengi vile nimesema, ajira imekuwa haitoshi. Tuko na vijana wengi, na hiyo ni baraka. Kuwa na vijana wengi ni baraka. Na kwa sababu ajira haitoshi,
kuna vile tunasaidia kuajiri wale tunaweza kuajiri. Na nimesema nataka Tawala ambao umeajiri walimu and 2027. In 2 years, we have employed 76,000. In September, another 24,000. Total 100,000. Tell me what will prevent us from meeting the target of 116,000 and surpassing it. Tunaajiri wale tunaweza ajiri. Lakini wengine tunatafutia kazi zingine. Hii affordable housing, construction na markets, as we speak, zile projects zinaendelea Kenya, ikiwemo hapa Nyeri. Tunaajiri kati ya vijana 1,200 na 250 kulingana na zile projects ambazo ziko ongoing at any particular time. Between 200,000 and 250,000 young people. They are getting jobs, carpenters, fundi, mtu ya mkono, structural engineer, architect. Hiyo kazi zote ziko kwa affordable housing. Na construction industry imeanza kuinuka. Kenya now is a massive construction site. The whole country. If you go to any area, the biggest infrastructure project there is a government project, and it's employing young people. It is spurring or enhancing and improving the construction industry. Mambo ya simiti, mabati, misumari, mchanga, mawe na kadhalika. Kwa hivyo, we are creating jobs, formal jobs, jobs in the private sector, in the informal sector, in the construction industry. We are also saying, kuna kazi zamani ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana, ikafika mahali kaitwa kazi mtaani. Hiyo kazi tumeirudisha, inaitwa climate works. Hiyo climate works tumeanza Nairobi, mahali tumeweka vijana 40,000 kusaidia mazingara ya mto wa Nairobi. Lakini tunataka in every county tuweke climate works, ndio kila county tuwe na more than 10,000, 20,000 young people engaged in environmental conservation, tree planting, cleaning up our towns, and in the process waweke pesa mfukoni. Na tulisema wera ni wera, kazi ni kazi. Ile kazi unafanya bora inakupatia riziki, inakupatia mkate wa kila siku. Kazi ni kazi. Hata kama ni ya muda, unaifanya ukiingojea ile kazi ambayo utapata ya muda mrefu. Si wera ni wera? Si wera ni wera? So we are focused on creating jobs. Wengine tumesema wale watapata kazi nchi za nje, waende wafanye kazi, waekeze hapa nyumbani, watume pesa nyumbani. Baada ya miaka 5, 6, wakitaka kurudi, warudi waendelee, kwa sababu watakuwa wamepata pesa. 200,000 young people have already benefited from the Kazi Majuu program, kazi ya kutafutia vijana uko ng'ambo. Na vile vile kuna kazi mtandaoni. Nimesema ya kwamba hizi markets tunajenga siko na ICT hubs. TVET zetu zote siko na ICT hubs. Na tunataka tuziongeze. Right now ICT hubs zile tuko nazo ni 272. Lakini tunataka 1,450 ICT hubs. Vijana waende pale wapate kazi kwa mtandao, biashara ya mtandao inaitwa e-commerce, na kazi ziko mtandaoni pale. Speech writers,
transcribers, app developers, business processing opportunities, outsourcing opportunities. Iko kazi mingi pale mtandaoni kwa vijana. Foreign exchange trading. Ndio hii mtandao isiwe ni mahali pa kwenda kutusi sijui MCA, unatusi sijui MP, unatusi sijui nani. Use the internet to empower yourself. Mambo ya siasa, kama upendi kiongozi na ako ofisini, ngoja siku ya kura, utapiga kura yako, uchague ule unataka, ule mwingine angojee. Vijana oye! Vijana oye! Kwa hivyo sisi, hiyo ndio agenda yetu. Tunawatafutia kazi kwa ground, kazi mtandaoni, kazi majuu, kazi everywhere. Mahali, whatever job, short term job, long term job, whatever we can do. Kwa housing, kwa markets, construction industry, anywhere. Wale tunaandika walimu, polisi, prison, hiyo yote inasaidia vijana wetu wawe na ajira. Nimalizie kwa kusema ya kwamba vile tutatembea na nyinyi. Sio watu wote wanataka kuajiriwa. Wengine mnataka kufanya biashara zenu. Ndio tumekuja hapa leo. Na niseme hiyo sio program peke yake ambayo tuko nayo ya kuwezesha wanabiashara wadogo wajimudu, wapate hela kidogo ya kufanya kazi, waongeze stock. It is not the only program. Nimesema ya kwamba tuko na program inaitwa Nyota. Nyota inasema ama inamaanisha National Youth Opportunities Towards Advancement. Kwa kila ward, serikali imeanza utaratibu wa kutafuta biashara ndogo ndogo, micro and small businesses. Sio biashara kubwa, biashara ya watu wadogo, kinyozi, salon, duka ya mbao, duka ya electrical hapo kidogo, duka ya cosmetics, mwingine ni sijui nini, plumbing, biashara ndogo, mama mboga, watia boda, small. So for young people in business, the government in the next, starting this year from July, actually from this month we are in that process. We will support 70 businesses in every ward with 50,000 shillings to expand their business and employ more Kenyans in their businesses. You can imagine the power of 70 businesses, small businesses, kinyozi pale, saluni pale, duka kidogo pale, 70 businesses, each getting 50,000 to expand their business. Watu wengi wakati wanasikia tukiongea mambo ya hii pesa wanasema ni pesa kidogo. Hiyo ni pesa mingi sana. Hao mama mboga stock ile wanasungusha ni ya 10,000. 10,000 ndio biashara ya mama, na watoto wako shule na nyumbani kuna chakula. Huyo mama akipata another 30,000, 40, 50,000, there is no greater miracle. Huyo mama atasonga akisonga na mambo ya biashara. Unasikia watu yetu? So hiyo program ya Nyota iko, lakini tuko na hii ingine. We are raising money from private sources, public sources, everything we can lay our hands on to empower businesses. Tusikue watu wa kungojea wakati wa campaign. Na kwa hivyo tuko hapa kuwa support, mupate stock. Ile masoko tunajenga, muingie hapo mkiwa na stock ya kuanzia. Watu ya bodaboda, through your circles you get some support. Ndio vijana wetu wa bodaboda. Unajua hawa vijana wa bodaboda, wengine wanaendesha pikipiki haina side mirror. Wanahatarisha maisha yao, wanahatarisha maisha ya watu wengine, na wanasumbuana na polisi wa traffic barabarani. Akipata boost kidogo hata ya shilingi 5,000, atanunua side mirror, aanze kusumbuliwa na polisi, na pia aache kuhatarisha maisha yake. Hiyo ndio tunaita bottom up transformation. So sio mambo makubwa peke yake, hata mambo madogo. Kwa hivyo nawashukuru sana, nawatakia baraka ya Mwenyezi Mungu, na mimi naomba tu muniambie kama tuendelee na hii program ama tuachane nayo.
Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Fio. Ama mnataka nikuje hapa Deputy President mzima nianze kuongea mambo ya siasa na uchochezi? Si umesikia nimeongea 1 hour? Umesikia siasa anywhere? Si ni mambo ya wananchi, mambo ya maziwa na kahawa na majani chai na biashara. Sio ndio mambo yenu? Sio ndio mambo yenu? Mimi na sisi timu yetu, we have decided we will not waste time politicking, because that is not the business of leaders. Tukazane, mashindano ni mashindano ya kutafutia wananchi wetu riziki, mapato na maendeleo. Mureda wira kana mureda siasa? Adwaki eni nimwajigwa ndio atiriri ndina kiuria mborie njorie, mureda siasa kana mureda maendeleo? Mureda siasa kana mureda wira? Ni wira ama ni siasa? Ni wira. Wira walie, kazi ya mtu iongee, kila mtu atoe rekodi yake wakati wa siasa ikifika. Wakati wa kampeni kila mtu atoe agenda ile mambo alileta, zile barabara alisukuma, ile stima alisukuma, vile alisaidia wakulima na wanabiashara. Ni wera si wera? Wangapi wanasema ni wera hapa? Salala. Ya mwisho, mungetaka niendelee kushirikiana na viongozi wenu na kutembea hapa kwa mambo ya maendeleo yenu? Niendelee kutembea hapa? Nitembea hapa? Ni wangapi wamekaribisha Deputy President hapa? Bas, kwa hivyo kufika hapo, kwa sababu nataka wale viongozi wengine wasalamia haraka tumalize. We will finish this event in 20 minutes. Na viongozi watasalamiana, there is no problem. Hata PSS wetu wako hapa watawaonyesha. Kwa hivyo nimesikia. Bas, kwa hivyo wakati nilikuwa nakuja hapa nilieleza rais, nikamwambia naenda kuona watu wetu wa Kieni ambaye ni watu walimpigia kura kwa fujo. Si mlipiga kura kwa wingi? Si mliokera tene? Nimeokire tene? Udhura Ruto? Very good. Sasa nimemwambia wale watu yako waliamka asubuhi kukupigia kura, naenda kuwaona kusupport wale wanabiashara wadogo. So akaniambia ni sawa sawa, akaniambia niwasalamie. Mmepokea salamu ya rais? Mmepokea salamu ya rais? Vile baada ya salamu akasema hata yeye atasupport ile kazi tunafanya hapa. Mmefurahia support ya rais? Mmefurahia support ya rais? Are you sure? Lakini nikirudi nimsalamie? Nimogeithie? Keithie munene wa Flori? Na nimwambia akuje hapa? Tukuje na yeye ama akuje peke yake? Tukuje na rais? Rais atembee hapa na mimi mtu yenu nikuwe pale? Wangapi wanasema tukuje hapa na rais? Kwa hivyo nimeshukuru sana. Vile tutafanya, kwa sababu nataka tuharakishe, watu yangu wanapanga. Kuna watu ya rais alituma na pesa ya rais iko hapa. Tutaacha hapa na mheshimiwa. Wewe mheshimiwa Washeni, utaambia hao watu ile usaidizi watapata leo, ile usaidizi vikundi watapata leo. Utawaambia program ya vile vikundi vitapata sehemu yao. So hiyo kazi utafanya kwa niaba yetu baadaye. Lakini hapa iko 3 million shillings ya President William Ruto. Si rais abarikiwe jameni? Si rais abarikiwe jameni? Wangapi wanasema wameshukuru rais abarikiwe?
Na mimi Deputy President, nichange ama niende? Nitoe pesa ama niende? Hata mimi nifanya kitu? Ala, sio ya rais inatosha? Milioni 3 ya rais inatosha? Haitoshi? Hata mimi nitoe something? 20,000, 100,000, 120. Ngapi? 2 million shillings. Hiyo ni ngapi? Hiyo ni ngapi? Hiyo ni ngapi? Hiyo ni ngapi? Mheshimiwa Washeni, uliongea. Tangaza pesa yako. Unajua tuko karibu kumaliza. Alishaongea. Weka hiyo pesa hapo. Weka hiyo kikapu hapo. Tangaza tu, itawekwa baadaye. Taweka baadaye, tangaza, itawekwa kwa kikapu hapo. Now make sure there is transparency and accountability. Nishigana. Kutoka kwangu na marafiki yangu 500,000. 500,000. Wapi nduru ya Mheshimiwa Washeni? Bas, wacha sasa nimuite Senator wa Matinga, dakika moja ya salamu, dakika moja ya pesa. Wapi nduru ya Senator wa Matinga? Nageidhie. Dakika 1.5 ni ya salamu, dakika 1.5 ni ya kutoa pesa. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo? Asante sana. Karibu Senator. Asante sana Naibu Rais. Nikizingatia itifaki zote ambazo zimewekwa, leo nitakuwa mchache sana kwa maneno. Ya kwanza ningeomba mimi nikushukuru wewe na Rais kwa sababu kutoka tuanze huu mpango wa empowerment tumetembea, nilikuwa na wewe Kangema, tukaenda na wewe Meru, na kusema kweli yale tuliwaahidi wananchi wakati wa kampeni nimeona yametimia. Ile mpango tulisema ya kutoa watu hapa chini tuwalete hapa juu, ya Excellency, naona imetimia. Lakini kidogo, ya Excellency, ningependa nikuombe kidogo wewe na Rais, wakati tunafanya huu mpango wa empowerment, hawa ni wafanyi biashara. Tunajua kama hapa Nyeri kwetu county kuna vyuo tofauti tofauti. Mmoja wapo ni pale Kiganjo Police College. Wale watu wanatumia chakula nyingi sana, maharagwe, viazi, mboga. Tupange hawa wafanyi biashara wa Kiawara, hawa wafanyi biashara wawe ndio wana supply pale, mikoza hii pesa tunachanga inawawezesha kujiendeleza. Kabisa kabisa, Your Excellency. Nie aduagai nego mwero. Huko ya Mogekoyo etaka moniria laikia. Nego mwera ng'ombe ukamua nere ni joki. Nege kama nego dhana tikohoro. Na kuita upande kuchomelizia. Kwa hiyo waadhirika endelea kuleta maendeleo. Ni mmoja wako. Nikikuangalia hivi nakumbuka mzee Mwai Kibaki vile alikuwa anaongea na utulivu mwingi. Nikikuangalia hivi nasema asante sana. Adwa Nyeri, adwa Kieni motikali na Moi watu wakia ngoma ndio kuna kitu cha itakoigana zarakani ile watu taizie ni moyo wangu ndekanya tunetumo izatuma mokano ndekanya tunetumo mokano wala tumara ndani zoea. Ukirudi Nairobi, Excellency, waambie President, sisi watu ya Nyeri tutakaa ndani ya serikali kwa sisi, kwa sababu sisi ndio tulichagua. Asante sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Mimi kwa mchango yangu na bibi yangu ni shilingi 200,000. 200,000. Thank you very much. Very good. Si ameongea vizuri? Mimi nilikuwa nafikiri hii mambo ya dhimoni ya Kionjori peke yake. Kionjori yuko na competitor hapa anaitwa Matinga. Wacha nikaribishe Mama Rehab Mukami. Wapi nduru ya Mama Rehab? Well done. Thank you. Karibu, karibu mama. Very good.
1.5 minutes salamu, 1.5 minutes ya kutoa pesa. Yeah. Kenya. Adwakia wala muriega. Adwakia muriega. Wabere ni kushokeria Ngai ngatho ni wa deputy president witu. Unajua Your Excellency, juzi nilikuwa hapa Kiawara na tukakubaliana na hawa watu. Sisi tumeamua hatutaki siasa, tunataka kazi. Na wakati wenye nilikuwa hapa, si niliwaambia tutajenga hospitali. Ndio wakati wakati wakewa. Ngai kemie moyo ndo hospitali. Ngai kemie kero ndo akwekelewa mae. Ndio ndo akwekelewa nyumba. Ndio akwekelewa barabara. Sasa Your Excellency, wakati wenye nilikuwa hapa Kiawara, mimi unajua mimi ni mama. Na kuna mama wanasukuka huko kwa barabara wakiuza vitunguu na wanabebana na watoto. Si kweli? Your Excellency, ile kitu mimi ningetaka kukuomba. Hiyo housing project ikikuja hapa, tafadhali tujengewe stores za wamama za kuuzia vitunguu zao na vitu zao. Alafu hiyo project ya manyumba ikikuja hapa, tusiletoe watu wa nje, watu wa Kieni wajenge hizo manyumba. Sio kwenda kuleta jobs hapa. Watu wa Kieni, sisi tulishakuwa serikali. Hebu mnionyeshe mtu alishakuwa William Samoei Ruto. Kwa hivyo hii serikali si yetu. Your Excellency, tumefurahi sana. Na kama kuna watu wazuri na watu wangwana ni hawa watu wa Kieni, especially Kieni West. Hawa watu tuwatendea vizuri, hata hao watawatendea vizuri. Eti kwa mimi ninawapenda sana na nimekuwa na hawa watu Your Excellency. Unaishi na huko. hawa watu wako nyuma ya serikali kwa sababu ndio walishakuwa serikali, na sisi tulisema tutingetwera ng'ombe leo tumetwere dara yakinya gukamore ile kuna kuria itikwo kwa tugeka imitwa murathime na ndio mwendete muno na asanteni sana amjaniangusha. Thank you. God bless you. Tutatoa pesa baadaye. Acha. Hakuna 200,000. Thank you very much. Pole mheshimiwa, mimi ndio nimekuuza. Ndio nimekuuza, lakini unajua naangalia watu wanasema ukiongea hapa unalipa airtime. Tego kana tego. Nego. Mtu akiongea analipa nini? Si hata mimi ninalipa yangu. Nimejaribu kuepa nikaambiwa hapana, lazima. Bas, asante sana Mama Rehab. Wacha sasa niite dakika moja mheshimiwa DMM. Dakika imwe. Wapi nduru ya DMM? Huyu ni mheshimiwa wetu wa Nyeri Town. Dakika moja haraka mheshimiwa. Asante sana naibu wa rais Profesa Kindiki. Tunakukaribisha hapa Kieni. Na hata kama niko Nyeri, hawa watu wa Kiawara wakiteremka hapa chini kuna mahali wanaita Amuria. Hapo karibu Protestant, hiyo shamba iko hapo imezingirwa na net. Mimi nalima na nyinyi hapo. Si mimi ni mtu hapa. Jambo la pili, naibu wa rais, ni kwamba hawa watu pia katika serikali yako na William Ruto mlitusaidia kuelevate Mwai Kibaki Hospital Othaya ikakuwa level 6. Kwa hivyo sasa sisi safari ya kwenda Kenyatta National Hospital Nairobi na KU inapunguka. Na katika hii budget tumeweka pesa ya kuhakikisha ya kwamba hiyo hospitali imeanza kufanya kazi. Tunawashukuru sana. Jambo ya mwisho, naibu wa rais, hawa watu wa vitunguu hapa, bei ya mbegu ya kitunguu iko juu sana. Na kwa hivyo upande wa subsidy program,
upande wa dawa ya kitunguu na bei ya mbegu kidogo pia tushughulikiwe. Ndio Mheshimiwa Wangai awache kusema hakuna kwa kahawa na hakuna kwa majani chai. Na maji kipatikana pamoja, sasa sisi tutakuwa tunaendelea vizuri. Na mimi pia nimekuja nilikuwa mmoja wenu, na mimi pia airtime ya shilingi 1,100. 100,000 makofi. Thank you very much. Nafikiri tunaendelea vizuri. Na Mheshimiwa, kwa sababu ndio kwa hapo, tafuta watu yangu na watafute watu ya rais. Hiyo maneno tuache hapa saa hii tu nikiwa hapa. Wacha nimwalike mbunge wa Othaya, Mheshimiwa Wambogo. 1 minute ya salamu, 1 minute ya kutoa pesa. Pole pole Mheshimiwa. Wapi nduru ya Mheshimiwa Othaya? Naibu Rais, watu wa Keni na wabunge wenzangu, Murega wa Keni. Naibu Rais, nimekuja hapa nikasikiza ile kitu ilete hapa, ikanikumbusha wakati sisi tulikuwa tunaanza kazi. Na mimi nataka hawa watu walisikize, wale tumekuja kusaidia siku ya leo. Mimi wale watu wanajua Ikopa, nilianza Ikopa biashara na shilingi 5,000. 5,000. Na wakati nilikuwa nafanya hiyo kazi ya 5,000, nianza hiyo kazi, watu walikuwa wanatukemea hiyo kazi tunafanya hiyo kumsaidia. Lakini ile kitu wa inaina, huyu ndugu yangu, ile ameleta hapa, kuleta hapa na serikali yetu, ile inasema ule mtu ako juu na ule ako chini, tuuguze hii kambi kwa hapa katikati, tukaribiane. Ile ameleta ni kwanza hiyo mtindo. Kwa hivyo kwa inaina na kushukuru sana, na hii serikali yetu vile tumefanya leo, ile kitu tulikuwa nasema bottom up, hii ndio bottom up ile kabisa, hii tutafanya leo. Naibu wa Rais. Upange. Endelea Mheshimiwa. Naibu wa Rais. Yeah. Mimi nilikuwa mkuu mkono wa Kibaki. Na Mwai Kibaki alituambia unashauriwa, unapewa jukumu, ubadilishe maisha ya huyo mwingine amekupatia kazi. Na ile bila serikali inafanya ni kubadilisha maisha ya huyo mwingine. Na ndio sababu tumekuja hapa. Hiyo ingine Naibu wa Rais nikuambie. Mimi wakati tulikuwa tunaongea na Mwai Kibaki, mimi nilikuwa mtu wa kufanya kazi Mkumero. Na nimwambie hivi, kuna mzee mmoja aliniambia, na ni miaka mingi, akaniambia vile wamependa Mwai Kibaki. Na akaniambia, na alikuwa mzee sana, na alikuwa anakunywa tubaki. Akaniambia sitatoka dunia hii kabla Kibaki hajaongoza nchi ya Kenya. Na hiyo mzee alikuwa naye wakati Kibaki aliongoza, alikuwa mzee. Naibu wa Rais, mimi nakumbuka wakati alikuwa 7 hapo, wakati tulikuwa huko Ligi huko, wakati tunasema nikataa kutosa, ukaamrisha watu wote watoke Yes. Huyu Naibu wa Rais aliamrisha nchi mzima wale nini, akasema watu wote watoke wote ndio kura itoshe. Waende kura. Kwa hivyo namwambia Naibu wa Rais, wakati tulipewa hii jukumu, niliambia watu wa Othaya, na watu wa Othaya wanapenda sana. Nikamwambia wewe unaweza kama Kibaki, unatembea kama Kibaki, kwa hivyo kuna Kibaki mwingine hapa, hata Kibaki kama ameenda kumzika pale nzuri Mauti Kenya, kuna Kibaki mwingine hapa. Asante sana. Thank you Mheshimiwa, thank you. Hauna bahati. Mheshimiwa pole, hauna bahati. Atoe asitoe. Atoe asitoe. Shigana. Giriegana. 100,000. Thank you very much.
Basi tunaenda vizuri. Wacha sasa niulize kwa ufupi sana, kabla sijaita wale wageni wametoka nje ya Nyeri. Kwa ufupi sana, PS, wacha nianze na Elijah. PS Elijah, wewe tawa Elijah Mwangi, PS for sports. Ndio atatujengea ma stadium, ile mambo ya kiwanja ambao mmesema, huyo ndio nitaamurisha afanye. That's why I didn't even talk about it. Dakika moja PS. Lakini hao msiwasumbue, hao sio wanasiasa. Hao hata akiketi. Huyo ni PS. Ni vile ako mtu ya area hii. Asante sana Your Excellency watu wa Kieni, hamjambo? Murega? Wadhani ya goso? Kama vile His Excellency amesema, majina yangu ni Elijah Mwangi, katibu mkuu kwa ile idara ya sports. Na Your Excellency leo tulegete huko na president ni aramire kiharo kia Ruringu giakwo, na ndĩrenda kuga kĩharo nĩ kĩrakwo, ona angĩkorwo kĩrathiĩ kahora nĩ tondũ kĩharo kĩu ũrĩa kĩambĩrĩirie harĩa kĩambĩrĩria design president oka nĩaugire cenjio, na akiuga twĩkĩre canopy, akiuga twĩkĩre terraces, na akiuga kĩaramio gĩkorwo gĩgĩkua andũ aingĩ. Ũguo andũ a Nyĩrĩ kĩharo no kĩrakwo, ũmũthĩ ũngĩthiĩ nĩũgũkora contract ekuo, no designs nĩcio cirarĩkĩrĩra. Oho Your Excellency nĩaugire tũthiĩ kũrĩa Othaya twake kĩharo gĩa Othaya, na nĩtwekĩrire tender, twĩna contractor, na Your Excellency mweri 4 mũmbunge nĩatũhoete, na no mũkũhoya Your Excellency ũkĩona mahinda tũthiĩ Othaya, tũthiĩ tũlaunch kĩharo kĩa Othaya, na maũndũ macio nĩmo tũraruta. Nĩtũkenete na no tũgũthiĩ na mbere kũnyitĩra thirikari ĩno ya His Excellency Dr. William Ruto, tondũ wĩra ũrĩa atũheire nĩtũrona ũkĩrutĩka, na kĩhoto mũnyitĩrĩre nginya wagĩrĩra. Asante sana watu wa Nyeri, Mungu awabariki. Asante. Thank you muno. Huyu ni PS, tafadhali usisumbue PS, nitatoa wamekushukuru kwa sababu umekuja mara ya tatu, lakini hawajatoka kukuo kani mwono wendele kumuona mwono wendele kumuona haipa yake sera rege na rege mheshimiwa sasa hivi tukitajua usoke nidia kupone wekale kulita kupone wekale. Your Excellency, na umesema mzuri sana hapa Kieni stima tulipata ikiwa chini, lakini kwa sababu William Samoei Ruto amelipa kazi kama katibu mkuu wa idara ya stima, amenipatia kazi na amenipatia na amenipatia 270 million shillings kufanya last month, na umesikia tena Nyeri tumepewa 847. Pia ingine amesema tumeongezewa another 600 million ili kuongeza siwa yende ili sisi na sisi toge kanya
kako mtawira tuongerere macini saruni twikire tuthondeke iganda nigetha twike bottom up economic transformation agenda ama pesa mfuko ikege muyado tuwathurire thirikari niyo tuokire kiroko tene nigetha tuthura thirikari ya William Samoei haha tuma na PS wendo Elijah Mwangi umeti hamura haha kenda neighbor na ikipe kile haha twena PS wenda ko mariro onyiteire defense niko katiko ukikira mutabaro ko wanyada uikire mwena ule oge twena PS wenda ko bogwa afara twena minister wenda ko Rebecca Miano watu walizi niko katiko Minister Kawe ko Elijah Aubete niko minister wenda ko Alice Wahome ole onyiteire lands Aubete Muranga niko katiko Nego waika ikuka ukiendo wa nyada wari uraikira na iku PS yori ora advertise doko eno itu ya kiawara akona boya singino itu ya kiawara urera nire iradi ikomi sia akia huko eno Charles Hinga aumete na iku minister eko rike na juu aumete na iku biashara nego waso kana pale oikire huko hadi wewe kwa kwenda kwa Kiambu kwenda misweta kwa Kafago urugamirire ICT hatuna PS weka kwa Salome urugamirire resource hatuna deputy head of public service weka kwa Anesha hiyo kuna pale okay ukire Kirinyaga twena minister weka kwa Maso Wandao twena PS weka kwa Mary Mogondo twena minister weka kwa Roko na PS weka kwa Esther Mori oikagera hau darakani tukire na DP twenda PS wa Gulgorode wetagwo Betsy Jan yamia no diete wigire Meru hena minister wetagwo Eric Mura na PS aigana wa mai na PS aigana atatu no marata hena PS wa Mexico witao umetoka Murani hena PS wa diaspora witao Rossi Njo leo ngole na oge tunaenda tena kaye kule Saudi Arabia drama hoja ni moyo hebu kwa ni ukakalo kasani kale hiyo ni dilika ni nani kale hiyo ni dimoke emwe tena PS wa cooperatives uliorare ya aremi akahwa 149 160 shillings per kilo witao oge ugomea kwa PS igana atatu ugoka huko kwetu twena minister yako kabo niko kazi wa uremi twena PS urugamira niko kazi ndogeri wo ogere to karo niko kazi nego twena kwenda kwa ani wangu niko kazi nego turedirikari Theine tuko ndani ama tuko ndani Theine adoi igana wale ya kaka ya kana wale ya hakwa kahinga edemero deruka tutigeire deru tujiturelika thirikari ndegera edemero asubuata Aya. Thank you. Excellency, unajua hapa Aya, asante. kwa sababu nimeongea kidogo. Yes. Niliongea na waziri wangu anaitwa Opiyo. Waziri wa huyu mtu amekutuma? Akanituma na 200,000 ya waziri. Thank you. Nikaongea na Charles Singa akaniwekea kakitu. Nikaongea na Patrick Mariro akaniwekea kakitu. Very good. Nikaongea na Esther Moria akaniwekea kakitu. Ala. Na mimi mwenyewe niko na kakitu. Yote ni ngapi? Your Excellency niko na 800,000. 800,000. Hey. Unajua Alex, ungeniambia uko na 800 ningekupatia 1 hour kuongea, lakini sasa umemaliza huku sema mapema.
Hukusema mapema. Wacha sasa ndio tuharakisha hao viongozi wengine because of time. Mheshimiwa Eric Wamumbi. Wapi nduru ya Eric Wamumbi? Bunge wa Mathira. Bunge wetu wa Mathira. Anatosha atoshi? Wamumbi anatosha atoshi? Asante sana. Thank you. Kieni hoye! Kieni hoye! Asante sana Your Excellency, mimi nimekuja hapa kujiitetea umulio wa Kieni, mbunge wa Kieni, huyo wetagwo Oge Mutheri. Huyo ni muthuri kana Oge Mutheri? Oge Mutheri. Huyo ni muthuri kana Oge Mutheri? Oge Mutheri. Huyo ni muthuri kana Oge Mutheri? Oge Mutheri. Yaruta wĩra wega. Yathĩte wega. Makiria. Akinyĩre o hau. Aendeleshe kazi ya Kieni vilivyo. Yes. Mheshimiwa mzee mjumbe wa Kieni, sisi kama vijana tunakutambua kwa sababu unafanya kazi nzuri ukiwa chini ya rais wetu William Ruto na naibu wetu Profesa Kithure Kindiki, na ndio maana nimetoka Mathira nikuje nikusindikishe tuweze kusupport vikundi tufanye bottom up. Mheshimiwa naibu wa rais, ya mwisho, hawa watu wa Kieni, ile kitu watafanyiwa na hii serikali watoe shukrani ni maji ya kulima. Hawa lazima wapewe maji kwa sababu hii serikali imejitolea kufanya kazi. Wapewe maji, na hiyo pesa ikiletwa bunge ya maji ya Kieni, sisi tutapitisha bila kuogopa. Tupitishe budget ya maji ya Kieni. Huyo wakiletewa maji, Your Excellency, these young men will not be available for maandamano. Watakuwa kwa shamba wakilima vitunguu, wakilima nyanya, wakilima mboga. Na ndio tumesema hapa Kieni, wewe wacha kunizimia, nitaongea hapo kinizimia. Ndio tumesema hapa Kieni, hakuna mtu ataenda maandamano. Tutashikana tufanye kazi na hawa vijana wakiwekewa maji, wako na ushujaa wa kwenda kwa shamba wakalime. Asanteni sana. Very good. Thank you. Well done. Asante sana. Ya 100,000. 100,000. Na pia kupitia asante Mama Mkami ameleta pesa yake, kila mtu ameleta pesa yake, na nimesikia kupitia PS Alex Wachira kuna mtu anaitwa Shoromai ametumana 100,000. Wacha sasa nimuite ndugu yangu mkubwa na waziri wa zamani Mheshimiwa Festus Mwangi Kionjori. Wapi nduru ya Mwangi Kionjori? Karibu waziri, Mheshimiwa. Welcome. Your Excellency, Deputy President, Muongezee volume. Ongeza volume ya waziri. nasikizana sasa. Yeah. Your Excellency, Deputy President wa Republic of Kenya, wajumbe wenzangu, watu ya Kieni, God is good and all the time. Adwa Kieni muri okuo. Kubuka ilio wega. Na murigani no urera. Adwa Kieni makarikie go huko. Kieni kwa Bwana ni kama asante sana. Mimi yangu Your Excellency, nitakuwa ni wachache zaidi. Maanake nimekuwa kwa siasa miaka mingi sana, na mimi nimejionea mengi sana. Tukiingia kwa hii siasa, niye nilichagua Ugoro ndio nilikuwani, na kwa hivyo nikiwa pale chini nikisikiza maneno na nimesikiza Wakenya, nimesikia siasa ya mlima na siasa ya Kenya. Leo hii tumekuja hapa, kuna watu saa hii wako kwa mitandao wanasikiza vile tunasema, lakini jioni
Yale yote ambayo umesema hapa utasikia 1%. Umeongea for almost 1 hour articulating issues about this government, what you are doing, na yale yote umesema ni ukweli. Manake they are tangible things that you can see, you can touch. Yale maneno yote umesema, maendeleo sio kama mkate. Leo ukiwa na mkate ukikula, unaweka karatasi kwa mfuko na watu wanasahau pia wewe unasahau kuna mkate. Ukijenga shule inaonekana. Ukijenga barabara inaonekana. Ukijenga soko inaonekana. Ukielekea watu stima inaonekana. Na hiyo ndio maendeleo. Siasa ya chuki unaiongea siku ya leo, ya kesho, lakini muda unaendelea na urongo inaweza kwenda chini. Urongo inatembea rahisi sana, uwepesi sana na haraka, lakini ukweli unatembea polepole. Wewe na rais wa Jamhuri ya Kenya na sisi viongozi ambao tuliamua, tumetulia na tutangojea yale maneno unasema siku ya leo yatatimizwa leo, pengine kesho na mwaka ujao. Miaka watu wanaangalia. Leo hii umesimama hapa, umeongea kuhusu soko la Kiawara, umeongea kuhusu hospitali, tumeongea shule ya hapa sisi tunaita Kamani ya huko. Haya maneno tumeongea, hawa watu jioni wataelezewa hawa watu walikuja hapa watanganya. Na hiyo itakuwa ni kweli, manake haiwezi kuwa kama makuno ati hospitali ikajengwa saa hii na itaonekana kesho. Kwa hiyo watu watakuwa wamedanganywa as long as they cannot see a hospital. Lakini mkiwa nasemaga mwenendo yani matuko. Na hiyo matuko itakuja kuisha. Manake sisi next year tutakuja tuone tumeendelea mpaka wapi. By the time we come for elections, tutakuja saa hiyo watu wanatibiwa kwa hospitali, akina mama wanaingia kwa soko, watoto wanasomea kwa shule, wale urongo itakuwa imekufa. Ukweli itakuwa ikiendelea mbele. Asante. Siku inahesabiwa na watu wanakuja kuona ukweli. Yes. Wewe siku ya leo utaongea siasa, na siasa ni tamu sana. Wewe sasa hivi unataka kusema kijiji matuko. Uwanja go. Hiyo ni tamu ya siasa. Lakini yule ukweli wa mambo, haya kweli mali mambo. Haya kweli mali ile ya kichekeo kwa makini. Haya kwa kama ndio ngozi leo. Ora kama ile ya ngozi ya karugo. Na kwa kama leo unaona ya Mungu anajua ndio wamea uziwa wanake ya wanake. Ataye kutumia kwa wanake ya wanake zao. Na leo ndio wanaona ndio wanaona ndio wanake zao. Motumia mori oya mwana akameleka. Hapo ndio wanaona hospitali. Ndio ukitaka kutumia mkeu, utake kulia wanio, wanake ndio kaini mauti. Politics are winning or wrong. When we talk of national agenda, that public interest, we must qualify public interest from personal interest and also privilege interest. If you use privilege, you should have because you have used privilege. If you are advancing your personal interest, also your personal interest. We are here as leaders, we are deputy president and the excellency of the president to boost national interest. National interest ndio ile sema sigayo. Rais umeongea mambo mengi ya mwisho. Umeongea kuhusu this empowerment only for 1.5 minutes. Nilikuwa nakusikiza. The rest of the time almost over 6 minutes umeongea maneno ya maendeleo. Umeongea maneno ya stima na hiyo ni kweli, so makaratasi ya serikali 847 million. Tumeongea maneno ya soko kwa 300 million. Hospitali kwa 300 million. Mabarabara pia asitaja. Umeongea maneno
3.6. Yes. Thank you very much. Thank you very much, Mheshimiwa. Atoe kakitu. Ama nimtolee. Si amenitetea. 250,000. Najua wakati niliona umenitetea sana, karibu niseme nitakutolea. Thank you very much. Watu makofi ya Mwangi Kionjuri. Asante sana. Thank you very much, waziri. So huyo nimempatia muda kidogo kwa sababu is one of the senior most and most experienced political leaders we have kwa hii region yetu. Almost 30 years. Yeah, that's why nimempatia hiyo masaa yote. Ameona marais wamekuja wakaenda wengi. Najua watu wengine wako excited kwa sababu wamefika tu leo. Hawajui kuna watu wamekuwa area for a long time. Wapi makofi ya Mwangi Kionjuri? Sababu sio tu hii empowerment ya hii groups iko hapa. This is also an opportunity to tell you what government is doing in this area. Hii area tu ya Kiawara hapa tu peke yake. Umesikia ile mambo mheshimiwa amepush na ndio tumeleta hapa, hata kama kuna empowerment. Kuna shule 10 classrooms. Kuna borehole. Kuna 320 affordable housing units. Kuna construction ya market hapa, ESP market ya Kiawara na kule Endarasha. Kuna mambo mingi. Umesikia Kionjuri amesema mambo ya barabara. Barabara za hapa sio 3 billion, 3.6 billion. Iko stima ya Nyeri 847 million na rais amesema another 600 million. So wale watu wametuzoea bado. Kwa hivyo wacha sasa wao wengine dakika moja tafadhali. Hao wananchi wamechoka kidogo, lakini pia wanataka kusikia sauti yenu na wanashukuru vile mmefika. Ni heshima kubwa kusimama na wananchi wakati wanawahitaji. Na hiyo yote ni heshima ya mheshimiwa wa hapa na senator wa hapa na women rep wa hapa. Heshima yenu ndio imeleta viongozi kutoka nje. Iko mama hapa sijui ni wa Murang'a ama Nyeri, kwa sababu nasikia Murang'a na Nyeri ni kitu moja. Anaitwa, kama umekuja kufuata watu wengine wa Murang'a wanakujanga huku. Kuna watu wa Murang'a walikuja huku. Iko mama hapa jirani anaitwa Mheshimiwa
wa Maua, mbunge wa Maragwa. Wapi nduru ya mama wa Maua? Simpigie makofi mazuri jameni. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Fungulia kameme ya wa Maua. Thank you so much, Your Excellency. Ni kweli tumekuja kutembea na area hii ya Kieni kuna watu wengi sana wa Murang'a, lakini ya maana zaidi nilikuja ndio niseme kazi ya serikali inaonekana na imefanyika. Kama imefanyika kwetu Murang'a na especially constituency yangu Maragwa, basi nilikuja niambie watu wa Kieni serikali inafanya kazi, tuache kusikiza uongo na mambo zingine mingi, tuongee ukweli, kitu tunaona na kitu tunaweza uza. You know, Your Excellency, mimi nilikuwa nimesubaa kiasi. Mwana naogo, hebu tuendelea kwa subaa kiasi. Lakini nikaona hii ni ujinga tu na Maragwa yangu ikawachwa nyuma. Nikasema pahali tunapeleka ushuru, hii geti ya ushuru ikikatakatiwa watu wale wengine, watu wa Maragwa wataumia na ushuru tunalipa. Nikaangalia nikaona huu mzee tunasemanga kila wakati Raila Amolo Odinga. Yesi ujinga kila wakati anajaribu kuongoza hii nchi na anashindwa. Lakini dakika kidogo unamuona wenye wamechukua serikali ako hapo ndani. Sasa nikajiuliza, tumasiko kidogo tu ni ya kutuweka serikali tulichagua, wengine wanavuna na sisi tunaachwa hivyo. Nikasema wacha nitembee na nisome na Kasongo nilimchagua. Thank you. Amen. Asante. Thank you very much. Pole. 100,000 ya mheshimiwa. Thank you very much. 100,000. Bas. Iko senator hapa kutoka Embu, naitwa Alexander Mundigi. Wapi makofi wa senator wa Embu? Bas, asante sana. Dakika moja. Shoot. Dakika moja. Salamu ya na utoe pesa. Profesa Abraham Kithure, mtoto wetu, kijana wetu kutoka Mount Kenya. Watu wa Nyeri County, hamjambo. Katika mlima niko Serengeti County, ni vice chairperson wa agriculture, livestock and economy. Watu wa mlima